Alright, basi ni kwenye mwanzo. Ebo basi tukuje kupokea basi kuna madingas na kuingilia shtaili kama hii shisha. Na baada kufika Arasnyowezi, amini shamini basi hapa zile dinga zilifika na kisha na maana zikasimama. Baada kusimama, ukiona basi hapa hizi ni dinga za madaktari. Baada kusimama, waliingia hapo nyuma wakafungulia zile magari. Sasa mtazamaji, nataka utasame venye huwa basi wanatengeneza ugonjwa alafu wanakutengenezea dawa. Hizi ni mosquitoes, umbu. Zikafunguliwa. Unaona? Hizi mosquitoes zimedungwa na virus ambao ni ugonjwa. Zikaachiliwa sasa kwa msitu. Sitambae, obviously itaenda paka sifike town. Kwa hivyo sikifika mahali ambao kuna watu, lazima kuna watu watakuja kuramika. Tereka za title la sinema. Ala, wow, waliachilia zile virus. Hebu sasa tupate basi baada ya masiku kadha wa kadha, tuingie basi sehemu hapo upande wa Malaysia. Hapa ni Malaysia. Upande wa Malaysia, huyu alianza kutetemeka. Akaenda chini. Makosha. Na ile ugonjwa inasambaa haraka sana. Tazama, ule ugonjwa unasambaa haraka zaidi. Haya, hiyo ni moja tumeona amegonjeka. Tuingie basi hapa kwa bus station sasa. Kwa bus station, maana kuja basi nasimama na kisha na maana basi inachukua abiria. Bia shuleni. Hapa ni kwa watoto wa shule, pia jikoni. Yani sehemu tofauti hotelini. Kuna mzee kama huyu naye alishikia barakasha. Akaenda chini. Mwingine burugushu kwa gari. Mwingine burugushu kule kwa skareta. Mwingine swimming pool. Sasa unaanguka ni kama unakufa kifava. Paka watoto wa shule. Ni kwa sababu ya zile mosquitoes ziliwachiliwa na zimeangamiza, zimeuma watu kadha wa kadha. Sasa hospitali walianza kupokea wagonjwa kadha wa kadha. Shisha cheki. Kumbe mtazamaji, amini shamini, kwa muda wa wiki moja watu 60 wameiaga dunia kwa ugonjwa ambao haijulikani ni ugonjwa aina gani, lakini watu 60 wameshaiaga dunia. Ala, na sasa mtazamaji, kumbe kuna kampani imeweza kujitokeza ambayo inajiita basi hapa Hamani, ambao imetengeneza dawa inajitambua kama vile basi hapa DM5. DM5 ndio kampani Amani imeweza kutangaza na ikadai watu wanunue DM5 wajaribu kujizuia nayo ile ugonjwa. Wengine wamechukua basi hapa madawa, maana inasemekana wadudu ndio wanasababisha, yani mosquitoes ndio wanasababisha ile ugonjwa. Wanajaribu kuspray kwa maua, kwa nyumba, kwa wapi, wakiangamisha wadudu ndio wasiangamishwe basi hapa na ile dawa ugonjwa. Sasa dawa ndilo hili inatamika kama vile ama basi hapa DM5. Hii DM5 ni dawa na ambao kampani fulani imeweza kudai iweza kutibu. Tuingie Hong Kong. Hapa ni upande wa Hong Kong sasa. Upande wa Hong Kong tunaingia mahali kuna majournalist, yani wanaripota. Kwa kila mwaka kuna reporter mwenye amefanya vizuri anakuja anapewa zawadi, yani anatunukiwa. Unaona? Hapa kuna jamaa kwa jina Benson ambao basi hapa nilikuwa basi hapa amekaa pale kando. Kumbe kuna manzi kwa jina basi hapa Rakrea ambaye inaaminika kama na kweti Rustia aliweza kutunukiwa, yani aliweza kuepuka kuwa mwanaripota mzuri. Na kwa sasa ndiye ameweza kupita basi hapa nini? Kwa ile basi hapa tena kwa mwaka huu. Lakini Benson alisimama akasema namna gani? Mimi naitwa Benson na mimi nafanya kazi na manzi. Lakini kwa sasa hayuko, alikuwa amefuata story ya maana, ndiye akanituma niwaambie basi asanti na nimchukulie zawadi yake. Kwa hivyo Benson akapewa basi ile zawadi ya manzi, kwa kuwa basi hapo huyo manzi amekuwa ni ripota mzuri katika kule upande wa Uchina. Upande wa Malaysia nako kampani ya wanatabilu NGO ikishirikiana na kampani inatambuka kama vile Amani iliamua kuitisha mkutano na kuweza kudai ugonjwa ambao imetokea kwa sasa hakujajulikana tiba zaidi, lakini ile dawa ambayo inatambuka kama vile basi hapa DM5 inaweza ikatibu
ule ugonjwa. It appears that the duration between initial infection and death is no more than 2 weeks, with a mortality rate. Ugonjwa umeweza basi kusambaa kwa muda wa wiki 2 na wengi wameweza kuiaga dunia, lakini kabidi basi hapa wengine wakaanza kuuliza maswali. It means the outbreak has pandemic potential with extremely short response times. Nani anauliza swali? I'm calling in from Hong Kong Daily. Mimi nimetoka upande wa Hong Kong. On the source of epidemic and how do the citizens prevent themselves from getting the infection? Yeah. Walimu wakuuliza basi hapa wao wenye kambani wanawezaje kudispense kwa infection. But the VR23 variant can also be spread. Ile ugonjwa inatambulika kama vile basi hapa VR23. Ile ugonjwa VR23. Mwingine mwenye swali? Glasses. Mwenye glasses? Stone from NCN. There were rumors saying that there were Malaysian medical practitioner using a new medicine called MD5. Yeah. Unasikia wakadai namna gani? Kulingana venye basi hapa rumors inasema kuwa kampani ama basi hapa shirika la dawa la Malaysia ndio imeweza kuhusika kwa kutengeneza basi dawa la DM5. Wakaambiwa hapana, tutakuja kujua baadaye mwenye ameweza kutengeneza basi lile dawa la DM5. Sasa mwenye aliweza kuamuka na kuuliza hilo swali anatambulika kama vile basi hapa Dansang ndio basi hapa kuuliza ile swali. Kwa hivyo akafahamishwa basi hapa wakati dawa kamili itapatikana basi tutakuja kufahamishwa, lakini dawa kwa sasa ambayo inaaminika inaweza kutibu hiyo ugonjwa ni dawa linatambulika kama vile basi hapa DM5. Kumbe mtazamaji naye Dani walipatana na huyu manzi ambaye amechomoka upande wa Hong Kong akiwa kama ripota kuja kusikia basi historia ya ugonjwa. Kumbe Dani alikuja akamwambia unajua ni aje, nimeishi kukutafuta kwa muda wa siku mingi zaidi, manzi anakupigia simu. Mara anakuambia basi tupatana lakini hatujaipatana. Na juu tumepatana kwa saizi, ningetamani basi hapa nikuingishe basi tuende tukale dinner pamoja. Lakini manzi alimwambia hapana. Kwa sasa hatutakula dinner. Akamwambia basi hapa ni kwa nini tusiungane pamoja. Okay, kuna kasawadi hapa. Nataka tuungane pamoja. Na leo usikatae. Manza akamwambia sitakataa. Lakini kama unataka tukule dinner pamoja, kuja upande wa Hong Kong. Jamaa akamwambia basi kama ni upande wa Hong Kong, ninajua basi siku ya birthday nitafika huko. Alright. Kwa hivyo Mansa akaelekea Hong Kong, naye basi hapa Dani akaenda kivyake. Lakini unaona Dani alipigiwa simu. Dani Sang. Sasa jiki mtazamaji, kwa ile kampani wametengeneza mosquito mingi sana. Inatambulika kama vile Amani. Unaona? Amani lile kampani sasa. Cheki hapa sasa. Ile mosquito yenye siko hapa ni mingi zaidi. Kumbe kuna mtu aliingia ndani akaamua kwenda kuipa siri ya hili kampani. Unaona? Tengeneza basi hapa password kulingana na ujuzi ambao ako nayo. Akafungua milango. Na hapa sasa ni kwa laboratory. Mahali ambapo basi wameweka siri zao. Akaingia mle ndani, kisha akaingia basi hapa kwenye kompyuta, weka basi hapa aina ya flash, kisha na maana basi ajaribu kwa kimtambo Kenya anahitaji basi hapa ni hard disk ambayo iko na story yote ya hili kampani. Cheki. Asante sana. Ikaesa basi hapa ni kujifungua. Akachukua ile hard disk. Hii sasa imebeba siri. Akaamua kuenda nayo. Kipati mbaya alionekana. Cheki. Makosa. Alionekana. Na sasa hii ni siri kubwa. Hakuna mtu mwenye anahitajika ingia harasi wezi. Security kaisa kudai basi hapa kuna ndiriuda. Kuna mtu amekuja hapa. Kabidi jamaa aize kuhepa. Cheki. Na tutajua basi hapa ni nani mwenye amekuja kuiba basi hapa ile mitambo. Wala. Wacha hafuatwe sasa mbuga. Na wale ma security wenye walikuwa naika basi ulinzi harasi wezi. Na kuna venyaweshi wakataka hii siri iweze kujulikana. Cheki maneno. Mbio shisha. Jamaa ufika hapa na alikuwa amejiandaa. Kumbe security moja alichukua mduki na akamfitulia risasi moja. Lakini jamaa akawa amesharuka. Alikuwa amevalia nguo ya kupaa juu. Cheki. Akaruka seri kama hiyo shisha. Akaenda kabisa. Pande ni wa Hong Kong. Mansa amesha dunda upande wa Hong Kong. Ukifika kwa airport lazima ukaguliwe mtazamaji. Kasemekana kwanza uko na joto, nenda ukaangaliwe kama
unaweza kuwa basi hapa mambo inaendelea vipi. Nataka usikize, ukitoka Malaysia kuingia Hong Kong ama kwa airport yoyote, lazima uweze kuangaliwa kama hali yako iko sawa, usije umelete virusi. Zile basi hapa zinatamri kama vile basi hapa VR5 basi hapa VR 2023. Kumbe akiangalia kwenye tuta yake alimuona jamaa kwa jina la Dani, na Dani unaona kuna maski fulani ambapo basi unajionea. Alright, sawa sawa. Kuna basi hapa kuna maski fulani ambapo basi hapa anatumana kwenye mapicha zake, na ile maski utakuja ujua basi hapa maana yake ni gani. Punde jamaa kuja akapewa kasawadi fulani hapa. Huyu sasa ndio Dani. Kisha ile bidhaa liletewa, unaona juu yake kuna alama fulani ya mask. Alafu kuiunganisha, unachora na kalamu, inakupea tarehe na masaa. Kumbe kuna mtu ambaye anataka apatane na yeye. Kulingana venye alichora pale, akakuta venye amefahamishwa mahali anafaa kupatikana masaa ya saa 2 na kuna mtu anafaa wapatane pale. Hiyo ni ripoti ambayo aliweza kupokea kwa mwenye alimtumia basi hapa kale ka message. Alright. Jamaa kakuja hapa akakuta ni saa 1:35. Ora. Kwa hivyo ni kujiandaa aelekee. Mwanzo alikuwa amefahamishwa mwendo wa saa 2 wapatane. Na mwenye alikuwa anapata naye akukuwa basi hapa na jina. Kwa hivyo Dani akaamua kuchomoka aelekee sile area shasha. Wakapatana na jamaa mwenyewe. Mwendo wa usiku, mwendo ni wa saa 2. Hebu sasa tuchomokea na sinyo hizo, tukuje tumpate basi hapa mwana polisi kwa jina la Chang ama Lee Chang. Wako na manzi wake. Manzi wake anamfahamisha, unajua ni aje. Imekuwa basi hapa ni masiku tumesema tunaoana na ameona basi hapa muda inaenda. Lakini sasa tunataka tuweze kujiandaa, tuweze kuoana. Lazima tufunge harusi. Na ni nini unasungusha kwenye mkono? Jamaa akamwambia kwa basi hapa ni kitu ya kunitoa stress. Masa akamwambia fanya hivi. Hata unajipea stress muda sana. Wakati mwingine mtu anahitaji kutulia. Jamaa akamwambia hapana, haka kavidhaa nikakuniki busy. Na ndio maana napendaka basi kusunguka nako, lakini kama ni mambo ya harusi mimi sichakataa. Lazima tuandae. Masa akamwambia basi ni sawa. Nataka uchague picha 10 yenye tutaweka siku ya harusi. Ya, angalia hapa basi picha 10 yenye tutachagua yenye tutaweka siku ya harusi. Punde Dana akapigiwa basi akapigiwa simu. Yule polisi. We. Akafahamishwa kuja mahali fulani kuna maiti imepatikana. Tena kabla hajachukua zile picha, okay. Masa akamwambia mimi naelewa wewe ni mwana polisi, chomoka tu uende kazi. Kiusita kuambia basi usichomoke. Akamwambia basi harusi iendelee. Mambo ya mapicha, nitakuja kuchagua mimi mwenyewe. Kwa hivyo acha niende kazi. Hapa kuna maiti imepatikana, mtazamaji. Lee Cheng alikuingilia. Akuja kujua ni mwana Malaysian police. Akuja kujua ni nini. Wakati alifungua manzi ile maiti, akakuta ni mtu ambao anamuelewa. Akadai huyu mtu anaonekana familia. Ni kama nimeshamuona mahali. Huyu si ni mwana journalist. Akaangalia kwa saa yake, akaona ile saa nikana kwamba basi hapa iko na mchanga pale. Na inasemekana huyu jamaa tayari commit suicide, akaruka kutoka juu ya ghorofa, akajikongeza chini, akaiaga dunia. Sasa walikuja kufanya upelelezi. Walianza kufanya basi upelelezi na kuchunguza fingerprints kwa maskani yake ndani. Kuangalia pale akakuta alikuwa ameandikia ati maisha itaniua. Hivyo ndiye aliandika kwa kompyuta ati maisha itanimaliza. Jamaa akashindwa. Tumeshasikia story mingi. Au kama maisha itakuwa na utuandikie goodbye. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa anajua atakufa. Ndiye akaandika kwa kompyuta ati maisha itaniua kwa elini. We, nataka fingerprints ya hiyo keyboard. Thank you. Okay, thank you. Jamaa akasema hapana. Kwa hivyo akaanza kufanya upelelezi yake tu mdogo. Hakuna siku mtu ataandika message yake kwa kompyuta, pengine ni karatasi yaachie watu. Alafu akaona kwa ukuta ni kama mtu, kuna mtu alikuwa anamnyonga, alafu akasukua kule kwa ukuta. Na ndio ukaona saa yake iko na nini? Ilikuwa na mchanga. Hata kama mnasema ati Dani Cheng basi hapa Tansang aliuawa, ama basi hapa aliweza kujicommit suicide, ni kuteremshwa. Aliteremshwa staili kama hiyo. Sasa hii ni imagination ya yule polisi. Maiti yake Dani imeondolewa. Haya. Sawa. Lakini ukweli ni kuwa kumesemekana ati alicommit suicide.
Na ukumbuke Dani alikuwa ameambiwa na mtu fulani wakutane mwendo wa saa 2. Hapa nako akakuta basi hapa kuna ile FR 23 ambao ni ile virus nikwambia. Haya. Sawa sawa. Yule mwana polisi aliamua basi hapa atafanya upelelezi yake mdogo mdogo. Naye mwenye aliweza kuipa ile hard disk alikuja akaificha. Unaona mtazamaji? Alikuja akaificha siri kama hiyo. Amini usiamini. Jamaa yetu alikuja akamfahamisha mdozi namna gani. Dani sio kujiua alijiua, Dani ni kuuawa aliuawa. Lakini mdozi akamuuliza, wewe unajuaje kama aliangamizwa? Akamwambia mtu ni kama kuna mambo fulani alikuwa anafuata na wenyewe akagundua basi hapa mambo hayo yanafuatwa, akauawa. Juu Dani alikuwa journalist, ni mwanaripota. Inaonekana kuna kitu alikuwa anafuata na ndio maana akauawa. Lakini mdosi akamwambia basi hapa hakuna mtu anaweza kukubaliana na jambo kama hilo. All right. 講到咁佢之前跟嗰啲新聞有冇話得罪咩人咁樣？太多啦，我哋每報道一單新聞都 Sasa walikuja kuchunguza story basi hapa kumhusu Manzi kwa jina basi yule jamaa kwa jina Dani kama alikuwa na rafiki yote. Katika ripoti basi hapa pekua wakakuta Dani kuna mwana journalist fulani kuchomoka upande wa Hong Kong ambao walikuwa wakiongea na wao. Sasa ni Manzi anapeana ripoti. Akamwambia jamaa, unajua ni aje? Dani alikuwa na rafiki ambao ni mwanamke. Na huyu mwanamke ni kutoka upande wa Hong Kong. Na walikuwa wameahidiana kwa watapatana. Pengine tukitaka kupata ripoti zaidi. Ni tumchunguze Manzi mwenye akupanda Hong Kong. Sasa walimpigia simu. Manzi ndio huyo. Wakamuuliza basi hapa ndio wewe ndio Kari? Akamwambia ndio. Nataka nikuulize basi hapa Dani, unajua Dani amekufa? Manzi akamwambia ino. Nimeshapata hii habari. Akaambiwa basi mimi ni mwanapolisi wa Malaysia na ningependa nipatane na wewe tuweze kuongea zaidi, unifahamishe ni nini ambao kilikuwa kinajiri ama ni sababu gani ilisababisha Dani aweze kuuawa. Manzi akamwambia unataka ushirikiana aina gani? Na hata mimi niko upande wa Hong Kong. Kama utakuja ina shida tunaweza tukaponga. Jamaa akamwambia ni sawa sawa. Nitakutumia namba zangu enye tutakuwa tukiwashiriana na wewe. Kuliko basi hapa kutumia simu ya ofisi, nitakutumia namba zangu au basi hapa ni private tuwe tukiongea na wewe. Alright. Manzi akamwambia ina wasiwasi. Wewe nitumania. Kumbe nao wana board director wa kampani ambao unasikia ati nimetengeneza dawa imesimamiwa na Ken Cheng. Ken Cheng ndio mdozi wa lile kampani. Jamaa anaweza kufanya namna gani? Aitiwe kijanake. Nataka usikize. Ken Cheng anaweza kudai aitiwe kijana yake. Sasa Kumbe kuna mseko kwa jina basi hapa kijana kwa jina Ru. Wakati alifika hapa alikuta maskini kijana amejitia kitanzi. Cheki. Kijana yake Ken Cheng hakuamini. Shukisha kijanangu na muweke chini pole pole. Aliambiwa hapana, lazima tuite polisi. Akaambiwa hakuna. Ismail San. Huyu ni kijanangu. Ni damu yangu bana hii. Akaambiwa kama ni damu yako lazima tuite polisi ndio wakuje kufanya upelelezi, kuja kujua ni kitu gani ambao kiliweza kuendelea. Polisi waliweza kufika. Kijana yake Ken Cheng ameiaga dunia. Na inasemekana amecommit suicide, yani amejiua. Sasa ni wafanye upelelezi. Kumbe wakati jamaa yetu alifika hapa akaona hapana, hata kama mtu anachinyonga. Hapa kuna kitu inaenda. Kuna kitu inaendelea hapa sasa. Wakaanza kuchunguza. Chukua mapicha. Kukagua akakuta kumbe mtu alikuwa ameoa. Na bibi yako wapi? Jamaa ameoa. Alafu kwa bidhaa ya kuweka sigara akakuta iko na alama fulani ambayo ni ya mask. Unaona? Iko na alama fulani ambayo ni ya mask pale. Tutakuja kujua basi hapa ni ya nini ile alama sasa. Sasa siku iliyofuata wananipota wanataka kujua manake yule jamaa kwa jina Ken Cheng kijana yake amejiua. Na baada kujua inaaminika basi ya watu ni matajiri sana na pia unasikia yeye ndio kinara CEO walile na kambani.
na ndio mtengenezaji madawa hatari sana upande wa Malaysia. Au kamu kijana yake akaweza kujimaliza, ripoti unataka kujua basi hapa kumeendaje, kijana yake akaweza kujitambaliza. Why? Sababu ni nini? Nini aswa? Wanaripoti wako hapa kutaka kujua ni nini ambao kiliweza kujiri, nini ambao ilifanya basi hapa wakakosana, ikapatikana basi kijana yake Ken Cheng amejitambaliza. Na Ken Cheng anatambulika sana kwa sababu yeye ndio mtu wa kwanza wakati ugonjwa umetokea, dawa anapata dawa kwa haraka. Ndio huyu sasa. Kwa hivyo ripoti wakaanza kuelezea basi hapa kulingana na maisha ya Ken Cheng. Ken Cheng aliweza kuoa mwaka 1980 na aliweza kuzaa vijana wawili. Kijana wa kwanza ameweza kuiaga dunia na pia kijana wa pili hajulikani mahali ambapo walipo. Kwa sasa amebaki peke yake. Na inaaminika kijana yake Ken Cheng mwenye ameweza kuiaga dunia, yeye hakuwa amezaa licha kwamba alikuwa ameoa, lakini hakuwa amefanikiwa kuzaa mtoto. Lakini alikuwa ameoa. Na yaaminika ya kwamba na kuwa eti ili ni kampani na ambalo linatengeneza pesa mingi sana. Sasa bibi yake ule jamaa mwenye ameweza kuaga dunia ndiye huyu. Aliamua kusanya maburungo, akaamua kuhepa. Sasa mtazamaji, ni kufahamishe mapema. Unaona Mansa aliingia kwa wardrobe, akafungua na akatoa bagiko fulani pale. Unaona? Baada ya kutoa basi hapa ile bagiko, ndilo hili sasa. Lile bagiko. Na hii ni ile hard disk yenye tulionaga ikiibiwa. Ni kumaanisha kuwa kijana yake mkubwa Ken Cheng, yeye ndiye aliporaga ile hard disk. Na ndio umeona basi hapa huyu Mansa ameibeba juu ndio mke wake na akachukua passport. Unaona? The death of Tiu Junlong shocked not only his family but the pharmaceutical industry and the stock market. Tiu Jitsin is the chairman and the largest shareholder of the US $200 million market. After the death of Tiu Junlong, the second son of the Tiu family, Tiu Junyan, who is currently abroad doing his PhD, is the only heir. There is rumor about the Tiu family stating that Tiu Jitsin's wife, Yin Zhou Shen, was kidnapped 20 years ago and there is still no trace of her up to date. Unasikia miaka 20 iliyopita kuwa bibi yake basi hapa Ken Cheng alikuwa ametekwa nyara. Walikuja kuangalia basi hapa nini? Walikuja kuangalia kwa shingo, wakakuta mtu ni kamba ilimkata. Lakini jamaa kauliza, na hapa kwa mkono ni nini? Kumbuka akiruka na nguo, kuna mtu alimpiga risasi. Kwa hivyo, ile risasi haikumingia ndani, bali ilimkwarusa kwenye mkono. Akaambiwa hiyo ni alama ya risasi. Na alipigwa risasi wapi? Nani alimfyetua basi hapa marisasi? Wakati aliangalia pale, akakuta basi hapa alama fulani. Na hizo alama, huyu mwanapolisi wakati anachunguza, anapata hizo maarama. Alright. Wakati na basi walikuja chomoka basi hapa wanataka kuongea na huyu basi hapa kinara. Ukipenda basi hapa Ken Cheng, wanataka kubonga na yeye. Jamaa yake kuelezea basi nini ambacho kimeweza kusababisha kijana akaiaga dunia. Lakini alikuja akasema, kwa yote mwenye atapata muuaji, ninataka basi hapa kuhakikisha kwa nimetoa 10 million. Mtoto wangu imesemekana ameuawa. Kwa yote mwenye atapata basi hapa muuaji, $10 million enye mimi nampea. Amini siamini. Famous analyst Mr. Joe Watson to explain the recent volatility of the stock price. Thank you. Yes, the stock Amana has indeed been extremely volatile recently. Yeah. Kumbe nako basi hapa huyu naye ni moja kati ya wale wanaboard director wanakuja kuulizwa kuhusu huyu Amana. Ile basi hapa kampani lao. Kulingana na ugonjwa ambao wameishi kutengeneza ama yani dawa yenye wameishi kutengeneza na kulingana venye wanahitaji. Kwa hivyo nesa kudai kuwa ukweli ni kuwa wamethibitisha kuwa dawa linaweza tibu ile ugonjwa inatambulika kama vile TM5. Kwa hivyo kila mtu aweza kununua basi hapa lile dawa na linaweza basi hapa likaponya hii virus. Markets as to its new succession plans. Nevertheless, I personally feel very positive about this stock. And despite the news of the death of the eldest son, I think it has strong positive momentum. Yeah. Nasikia naye basi wanakuja kudai basi kijana yake basi hapa huyu Ken Cheng venye ameweza kuuawa inaweza kuwa basi ni vinoma zaidi. We, sisi ni polisi na tumekuja kutafuta basi hapa mwenye alikuwa anaishi hapa. Mama akamwambia yuko ashatoka. Bibi wake kijana yake Rick Sang
ama basi hapa ujamaa kwa jina Ken Cheng ndio amekuja kumtafuta. Akavamishwa ameshaondoka. Hayupo hapa ndani. Kwa hivyo mnaweza mkamtafuta basi hapa manake alikuwa anaelekea kwa airport. Kumbe Mansi ndio huyu. Yes sir. Kumbe wakati ulikuja kufanya basi upelelezi, mamaka ulikuwa unasikia anasema anaenda sehemu gani? Mama akasema sijui chochote. Kwenda kukagua, kujaribu kutafuta basi hapa ni wapi na ambao basi hapa huyu mtu anaweza kuwa ameelekea. Wakadai wapigie basi hapa watu wa immigration simu na wafahamisha kwamba na kweti mtu yote asifuke atoke upande wa Malaysia akielekea nchi yote. Aswa huyo Mansi akionekana aweze kukamatwa. Kwa sababu nataka kujua ni kwa nini bwana aka amekufa na ni kuenda naenda. Mansi ndio huyu shisha. Alright. Simu ikapigwa. Jamaa kawamisha, unajua ni tumechunguza kulingana na mahali ambapo Mansi alikuwa amekata ticket. Alikuwa amekata ticket kwa ndege mara 3. Kwa hivyo haijulikani ni sehemu gani alikuwa anaenda. Lakini jamaa akamwambia mimi sitaki kujua, ninaelekea kwa airport kwa kisha kuwa nimepatana na Mansi. Unaona? Jina lake basi hapa ni Bang Zeng Ming. Huyu Mansi Bang Zeng Ming. Yes. Kwa hivyo yeye ndiye anasema atamfuata huyu Bang na kujua anaelekea basi hapa sehemu gani shasha. Alright. Faster. Mpaka kwa airport. Kuja kuchoa basi kama huyu Mansi ameweza kuchomoka. Kwa hivyo alikuja kuuliza basi hapa Bang. Mansi kwa jina basi hapa Bang Zeng kama ameweza kuchomoka, akaambiwa hatujamuona. Akaambiwa basi hapa mkague. Mtoto mwenye anapita hapa angaliwe. Kama huyu Bang anafuka ama anaelekea sehemu zozote. Wakajaribu kuangalia hawamuoni. Sehemu zote haonekani. Jaribu kuangalia basi hapa kona. Angalia watoto wameenda basi hapa kwenye ndege. Kama inaweza kuwa basi hapa huyu Bang ameonekana. Kumbe ripoti ilipatikana kuwa Bang ameelekea upande wa Hong Kong. Kulingana na orodha basi hapa kwenye uwanja wa ndege. Kumbe nayo basi hapa jamaa yetu Riksanga alikuja basi hapa kipenda Ken Cheng alikuja kuulizwa. Na unakuwa na uadui yote. Akasema hapana. Itakuwaje basi hapa kijana wako mwenyewe akaesa kuuawa? Jamaa alianza kusema mimi sina uadui na mtu yote. Na siesi nikajua ni kitu gani ilisababisha kijana akaesa kuuawa. Okay, usijari. Sisi kama wana polisi tutachunguza na kujua basi ni nani aliweza kuzika. Upande ni wa Hong Kong sasa. Police station ama police headquarters ya Hong Kong. Tumpate basi Mr. Wong. Wong na bibi yake, huyu sasa ni bibi na bwana na wote ni polisi. Bibi anamwambia unajua ni aje? Nimechoka na maisha yako. Kila siku ukikuja mapema kabisa ni saa 8 ya usiku. Si kazi. Manzi akamwambia basi nimechoka na wewe. Usichoke. Jua mimi ni kazi ninafanya. Na kazi ya polisi unajua ni ngumu. Manzi akamwambia nimechoka na wewe. Kila siku unakuja usiku. Unakuja pataro kuja mapema unajua tuko na mtoto. Mtoto anahitaji kukuona. Lakini si unajua kazi ni kazi. Na wanaume ni kuchelewa. Bas, Manzi alimwambia nataka nikae peke yangu. Wewe sijasema nikae peke yangu. I need divorce. Sikuhitaji. Sawa? Sasa tunaachana juu ya kazi. Ati inachelewa. Wote ni polisi. Manzi alimwambia nataka divorce. Si eti nakwambia ninataka kukaa peke yangu hapa. Tena akichomoka, Wong akichomoka, alikuja kufuta sigara hapa. Sasa anajaribu kufikiria venye ameambiwa divorce bibi yake kwa sababu ya kuchelewa kila wakati. Ajaye nyumbani mapema. Sema. Kumbe jamaa aliweza kufahamishwa kwamba na kwa eti kuna kazi nataka uelekee upande wa airport. Kuna Mansi anakuja kwa jina la Bang. Malaysia imepiga simu na imesema basi hapa Bang aweze kusuiliwa. Jamaa ka imagine nitaambia tena bibi yangu naenda kazi. Na leo nilikuwa nataka kujaribu kujitengenezea jina. Dewa. Alimpigia simu. Wewe unahitajika ufike kwa airport mbio. Uweza kumwangalia basi hapa Bang Sing Ming. Mwenye anachomoka upande wa Malaysia. Uhakikishe umekuja naye kwenye kituo.
leo nitajaribu nikuje saa 2. Akatoka. Yani jamaa mwingine anajirumiaga ni ile maproblem ambayo anakuwa nayo. Kumbe upande basi hapa wa Hong Kong University, jamaa hapo ndio basi hapa ni kufika mwanzo kwamba umesikia kuna kazi ametumwa. Sasa hapa kwa university kuna watu wametengeneza basi hapa nini? Wametengeneza basi hapa gari. Cheki ile gari. Kumbe ni kifuri. Imeletwa hapa kutumia basi hapa nini? Ni kifuri tu yenye imekuja hapa sasa. Jamaa jali kuiguza. Ai. Kwani kitu kinakaaje? Nilikuwa nadhani kitu ambacho iko lili. Akaambiwa hapana, sasa technology imeenda juu. Sasa hii ukiona hiyo tunakuwa na kifuri na tunakuwa na original. Sasa akaambiwa kwani niko wapi sasa hii? Akaambiwa ni reflection yake ndio unaona. Lakini kweli hii iko hapa na nyingine iko pande hiyo. Oh. Kwa hivyo nyinyi ndio mnajifanya nyinyi ndio wachuaji. Mnatengeneza kitu kingine, mimi ni polisi. Mimi ni polisi na sitakagi mchezo. Mkitaka kuwekwa ndani mnawekwa ndani, msijaziage serikali. Kitu kama hii ni ya kuonga tege. Unasikia? Na jamaa akachomoka. AFRO. Akichomoka jamaa anafahamishwa basi hapa ni uharakishe. 幾棟樓都。朱 Sir， 國際刑警再有要求。你等等先嚇。咩要求？關於一個搭緊飛機嚟香港嘅旅客，佢個名叫彭真。 Maridadi hapa nako basi hapa file imefika. Kumuhusu ule mansko jina Bang. Mwenye anachomoka upande wa Malaysia. Na umesikia jamaa ametumwa rasima hakikishe amemkamata, amemleta manzi mpaka kwa kituo cha wanapolisi. Sababu Malaysian government inamhitaji. Okay, wewe. Jamaa akasema nimefika kwa university, ni nini mbaya tena? Akafahamishwa harakisha kuelekea basi hapa kwa airport speedy. Mimi sitafika huko saa hizi juu nitachelewa tena kwenda nyumbani. Akaambia unahitajika ufika huko mbio mbio. Wacha ma story. Fika huko speedy. Manze. Njaa nayo. Jamaa ikabidi ampigie manzi wake simu. Amfahamisha kwamba na kweti sitakuja mapema kwa sababu ya kikazi ambayo nimepewa, lazima nifike kwa airport. Bang, naye amedunda upande wa Hong Kong. Bang amefika. Kuchomoka upande wa Malaysia. Kidogo, kumbe kucha kachukuliwa basi hapa na mzee fulani. Na akamfahamisha mimi ndio nikufahamisha kuwa tunapatana. Unaona? Bang akachukuliwa namna hiyo. Na kuna watu wanamfuata Bang. Cheki. Kuna wengine wanamfuata Bang upande wa nyuma. Bang Sing Ming. Mbio. Kuna kamsika divija kakamchukua kwa airport. Speedy. Dinga. Wakaamua sasa ni kuumeria. Hawa jinga na wao wanamtaka yule manzi yani Banga. Wala. Speedy hapa shasha. Kuna nini? Twende shasha. Wewe. Chunga. Na sasa wajinga wanamtaka Pang. Manaka unajua kabisa basi hapa Pang inaweza kuwa basi hapa siri yenye bwanaka alikuwa ameiba kuchomoka basi hapa kwa ile kambani. Lazima huyu manzi yako nalo. Na ndio maana haswa wanamtaka huyu Bang shasha. Cheki maneno. Chomoka speedy. Na ukumbuke ule mwanapolisi alikuwa ametumwa akisha kwa amekuja kumchukua manzi. Walan. Simamisha gari wewe. Unaambia nani? Na nyakati ni saa usiku. Wala la. Dinga sinarambana kurambana shasha. We. Ati nini? Piga makona. Jamana yakaeka basi hapa sile za overhover za kiwana polisi. Twende. Hapa kuna chao nini? Wala la. Polisi yako nyuma. Kuna gaidi anafuata gari ambapo basi yule Panga amebebwa. Yes. Yule polisi wangu ndio huyu. Gongwa vibaya. Na bado. Hapa nawaambia mambo imeharibika.
Magari zinapelekana unyo vibaya. Magari zinapingilishwa, wao ni wenye hawana brani ama hawana basi ripoti yote kuwa basi hapa leo ni kubaya. Unakutana na ajali yenye huko basi hapa unajua. We. Hiyo ni diga ya polisi ilinuliwa juu. Wong sasa. Mtaachilia polisi na wauliza. Hiyo gari yenu lazima umrudishe nyuma, funga mabreki. Asana sana. Wong. Changili na akawa amepita raizo. Na kwa jamaa yetu ni kufuata upano wa nyuma shasha. Lazima mpate panga. Lakini magendo walifika hapa wakafungulia basi hapa sile mapambu stick. Zikamwagika barabarani ili wajaribu basi hapa kumzuia huyu mwana polisi asije akapenya. Kufika hapo polisi akafunga mabreki. Akawapoteza namna hiyo. Aliwapoteza. Wakaishia. Shit. Atarudi nyumbani mapema na hajapeleka manzi. Haya, chukua akapata basi hapa. Sema. 知唔知道彭真美？ Wewe uko wapi sasa hivi? Dogo. 唔使咁大聲。 Usiongee na makelele. 為咗通知你，關於彭真美單 case。 Mwenye tumekutuma ako wapi? 坐聽朝第一班機嚟香港。 Waacha kunisumbua. Unajua wewe nimetoka bia hapo wameshamchukua jamaa mwingine mwenye ako na nywele nyeupe. Mnanisumbua hata sidaragi. Haya, kumbe wakati huo kale kamseka alimleta basi hapa manzi na akafahamisha basi hapa Kenya uliweza kupewa basi hapa na bwana wako ndio mimi nahitaji basi ile hard disk. Manzi anamfahamisha basi hard disk ndio hii. Bang Singming akapeana basi hapa ile hard disk. Una ni mtoto wake Mr. Wong, yule polisi wa Hong Kong. Huyu ni mtoto wake ambao ulisikia. Kumbe ile umbu ilikuja ikauma Ewe, kuna kazi nimepewa naambiwa ningoje mwana polisi fulani tena kwa airport. Sitakuja nyumbani, itabidi nilale. Si ungenipigia simu, si ungelala tu huko mahali unalalaga kila siku. Jua ni kazi. Okay, kazi kila wakati. Manza alimwambia fanya hivi. Hata hakuna haja unipigiage simu kuniambia ukujagi. Juu unajua hata obvious ukujagi nyumbani. Wewe kaa hapo. Usubiri siku ya kufanya basi hapa kudivorce. Hakuna haja mama kusema mambo ya divorce. Mtoto akamwambia hata mtoto umjarigi. Kata simu. Kuna kabisa stress ya wanawake Malaysia. Upande wa Malaysia bado ripoti wanazidi kuuliza basi hapa kuhusu ile VR 23 inaaminika kwa basi hapa tayari dawa imepatikana na hakika basi hapa kati ya watoto kama hawa ukitungwa basi hapa ile TM5 hakika unapona. Kwa hivyo TM5 imekubaliwa kwa basi inaweza katibu, na kwa hivyo ikasemekana kwamba na kwa eti serikali imefahamishwa iweze kununua madawa ya milioni 100 ambayo inaweza kugharamia kutibu watu. Unaona? Kwa hivyo serikali inunue basi madawa kuchomoka kwa lile kambani. Madawa ambayo itagharimu shilingi milioni 100. Jamaa yetu naye anapimwa damu. Walikuwa wameongea na ule ripota wa Hong Kong wapatane. Kwa hivyo information imefika kwa airport, wananipima damu, waone kama basi hapa niko na ugonjwa. Okay, nikishamalizia basi hapa nitakufahamisha. Masa kaambia basi hapa ujue na mimi basi niko harakati ya kwenda kupumzika, nikipata basi tuweze kupatana na wewe. Yule polisi akamwambia usitie wasiwasi. Nitakam kidogo ugonjwa umefika Hong Kong. Makosa. Mtu wa kwanza kupatikana na ile ugonjwa upande wa Hong Kong. Aina ya VR 23 imefika Hong Kong sasa. Kwa hivyo watu wakaanza kuhatarishwa kuwa magonjwa imezidi. Hapa nako kuna mwenye napanga manguo. Ambao basi hapa ni yule ripota, manaka amesikia basi ugonjwa tayari imefika. Penson akampigia simu. Na akamwamisha basi hapa chomoka na haraka. Tuweza kuchomoka basi hapa kuchukua basi maripoti zingine. Alright. Sawa sawa. Nako mwanapolisi ameshadunda. Kumbuka amefika Hong Kong. Yule mwanapolisi toka upande wa Malaysia. Na alikuwa anafanya kuja kupatana basi hapa na nani? Wong. Mimi ni Wong, polisi. Hata mimi basi hapa ni Lau Cheng. Manze usingizi nayo. Sidaragi. Akachukuliwa. Madaktari nao walikuja kuuliza basi hapa kama ugonjwa ndio hiyo. Akasema ugonjwa ni VR23. Lakini ukweli ni kwa basi hapa Malaysia iko na tiba na hiyo tiba basi inatambulikana kama vile basi hapa TM5. Kwa hivyo
kama tunaweza pata ile TM5 chomoko upande wa Malaysia, kwa hivyo tunaweza tukatibidi basi ugonjwa hapo upande wa Hong Kong. 但係問題就係而家全球咧係只有 Amanda 呢一間咁嘅公司咧係生產呢一種新藥，所以我暫時都未確定到咧。Hiyo ndio ripoti. Dawa ipo na inaweza katibu. Manzi yule Mansko jira basi hapa hapa bang. Mimi ni mwana au speaker au basi hapa au speaking. Chunga. Kumbe kuchifanya Manzi alimwambia usifungui, lakini yule Manzi alifungua. Atieni mwana housekeeper. Chunga sana. Wewe kuja hapa nipe ile hadi disk. Maskini pang alihandwa. Nipe hadi disk haraka. Hadi sabina. Hadi disk iko wapi? Ilichukua sina. Akaambiwa nitolee kwa bagi manake najua kuna hiyo hard disk. Kavamisha Manzi na wasiwasi. Wewe usilete noma. Kama unataka hiyo acha nikupe. Akatoa disk. Chukua. Ndio hii. Toka. Unaleta ujinga ya nini? Maskini Manzi alisukumiwa risasi kumalizwa. Bangsing kwisha maneno. Kwenda kuangalia kama ndani kuna ile hard disk hakuna. Kutafuta kila mahali hard disk hakuna. Kumbuka kuna kale kamzae kalikuja pale na kakaitisha ile hard disk. Kwa hivyo alichukua disk na akaondoka. Bangsing Ming kwisha maneno kidogo. Manzi kavamishwa ulipua hiyo nyumba mahali ambapo Manzi alikuwa. Kwa hivyo nyumba mahali Manzi alikuwa bang ikalipuliwa shairi kama hiyo. Hiyo ni kuficha evidence. Wakalipua. Haya, sasa naye basi hapa ule bwana polisi, we, kula pilipili. Sitaki pilipili. Wacha nijiweke mimi mwenyewe kwa kijiko, alafu ndio nakulia spaghetti. Akijamaa akamwambia unasileki, pilipili inafanya unakuwa mkali, mwaga mingi kwa hiyo. Alafu kule. Wakaendelea kukula. Haya, kawaida alianza kujiwana. Na jamaa anakula vibaya. Hiyo ni kukula. Wewe nini baya? Kumbe jamaa alikuja kufahamisha unajua hapa sasa ni Hong Kong. Na Hong Kong sheria inakuwa Hong Kong ni tofauti sana. Wewe ni mwanapolisi kutoka upande wa Malaysia, ukikuja hapa haufai kuwa basi hapa na ile sheria ya kufanya huko. Hapo ujue ni Hong Kong. Jamaa akakuja kulipa pesa akamwambia hapana. Wewe shika hizo pesa sio za huku. Na wacha nikwambie hivi. Tukifanya kazi jua hapa ni Hong Kong. Wewe ufai kugusa kitu chochote, unafaa kuangalia. Sawa? Kuja. Kwa hivyo fuata hiyo sheria. Hapa ni Hong Kong, haufai kugusa kitu chochote, ni kuangalia tu. Na hiyo story nyingine inaendelea. Punde si punde, kumbe basi hapo amekuja kumtoto basi hapo ile Mansko jina la Pang. Hawana habari kuwa Bang huku ndani kuliweza kulipuliwa. Na baada ya kulipuliwa, Bang alikuwa ameshauawa kitambo. Yes. Wewe nani? Mimi ni mwana Malaysian police. Na ni kwa harakati ya kuja kuangalia. Wewe huyu ni polisi kama sisi. Anafaa kuangalia lakini asiguze. Wewe nilikwambia unaangalia usiguze. Wewe ataguza. Wacha tu angalie kama anaweza pata chochote area hii. Nilikwambia hivi. Wewe unaangalia sio kuguza, kumbe ameguza. Nilikwambia usiguze, ni kuangalia. Kumbe alikuja kafahamisha unajua ni aje? Mimi niko na picha ya huyu Mansko jina la Pang Seng Ming. Na nataka niangalie manake pete yenye alikuwa nayo kwenye kidole ndio hiyo pete ambayo imepatikana hapa ndani. Hiyo ni kumaanisha ukweli ni kuwa huyo ni Panga ameuawa. Unaona? Angalia hapa hata hii picha. Sawa sawa. Jamaa kaambiwa basi leta hapa hiyo picha huyu Manzi. Tuweke basi hapa evidence. Kulingana na CCTV ilionyeshana ya kwamba kuna mzee fulani ambaye alimchukua Pang kutoka kwa airport. Huyu mzee ni nani? Unaweza mjua? Huyo mimi siwezi nikamjua. Na yeye mnaweza mkamuelewa hapa. Jamaa akasema hata si atumjui. Hebu angalia vizuri. Jamaa akasema amjui. Huyo simjui. Mwenye alimchukua basi hapa Bang haeleweki, ajulikani yeye ni nani. Alright. Hata hivyo walichukua dinga wachomoke. Yes, hiyo wewe ngoja. Hii ni kitu gani ambaye imewekwa kwa gari yako? Kama gani? Akaambiwa angalia hapo kwa gari yako, acha nikague kwanza na tochi.
Unajua siku hizi watu wanawekewa hapo kombora. Na hii gari yako inaweza kuwa ni kombora imewekwa, lakini naona hiyo sio kama kombora. Jamaa kama unajuaje? Mimi hata sitahesaguza kitu kama hii. Kwa nini? Ngoja nikuonyeshe vile mtu ufanyaga mwingine anakufa. Wow, ofisa kuja. Hebu nitolee kitu yenye iko hapa mbele uniambie ni kitu gani? Akatoa hivyo. Unaona sasa? Kama ingekuwa ni kombora, yeye ndiye angekufa sio mimi. Unaona sasa? Hivyo ndio tunafanyaga. Unaona? Hiyo ndio kutestiwa na testiwa. Kumbe kuangalia wakakuta wametumiwa aina basi hapa ni ka drive fulani, yani ka USB fulani. Kumbe ile ka USB kako na message. Kuna hapa basi jamaa amefalia mask. Akiwafahamisha namna gani? Sisi ni wanarakas. Na wanarakas ni watu wa kuongea ukweli. Upande wa Malaysia nako wakapata ile ripoti. Nataka usikize ile ripoti ambayo wanaona upande wa Hong Kong, nako Malaysia ripoti ilifika. Jamaa wanawafahamisha, sikizeni. Kampani ambayo inatengeneza dawa yake ujamaa kwa jina Ken Cheng. Aba basi sisi tumeishi kuichunguza na kujua ukweli. Wao wanatengeneza dawa ama ugonjwa, alafu wanakuja wanatengeneza dawa, wanasema waweza kuuza. Ukweli ni kuwa Ken Cheng anafanyaga ugaidi. Alafu anajifanya ni mtu mzuri kwa kutengeneza madawa ajaribu kuwatibu. Sisi ni wanarakas. Na sisi rakas tunaongeaga ukweli. Na alama yetu basi hapa ni mask. Hii mask inasemaga msema kweli. Na ndio maana tunataka kutumikia. Na tunataka tuweze kuthibitisha kwa ulimwengu kuwa huyo Ken Cheng anafanyaga makosa. Na kijanako tumemteka nyara kijanako wa pili. Picha ikaenda. Kumbe kijanako wa pili wake Ken Cheng na ametekwa nyara. Sasa alikuja kuulizwa na polisi, ukweli unafanyaga ugaidi? Kulingana venye watu wanaelezea. Ken Cheng alikataa kusema. Kumbe kwa nini unaangalia hii picha mara kwa mara? Jamaa akamwambia kuna kitu wao nataka kuchunguza huyu mtu. Hii mask ina maana gani? Na ndio maana nataka kuchunguza basi hapa hii mask ni maana gani? Jamaa akamwambia angalia hii mask. Hii mask inasemekanaga hivi. Kwa mtu yote mwenye anakuwa na hiyo mask, wanasema basi hapa hiyo mask inakuwa ni kusema ukweli. Na usiposema ukweli, tunawekewa tu kwa basi hapa inakuuma ile mask usiposema ukweli. Na ndio bado basi imewekwa siri kama hiyo. Jamaa kuja kuuliza basi hapa hawa wanaraka ni kikosi gani? Na ni kwa nini wamemteka nyara tena kijana wake Ken Cheng ambao ni kijana wa pili? Wameenda kumsuidia. Wonga akasema ajui. Lakini keje tofauti tu anasema tuchunguze, tuweze kujua kama kweli hii kikosi ambacho kinajiita basi hapa the Rackers, kama ni ukweli wanajua kuwa Ken Cheng ndio gaidi na ndiye anatengeneza ugonjwa, alafu anatengeneza dawa kwa kuhusia watu. Na mbali na kuwa wenye wamemteka nyara kijana wake Ken Cheng waliweza kuitisha 100 million ili waweze kuachilia kijana kama ransom. 100 million. Mututumanie. Alright. Kijana wa kwanza aliweza kujiua, bibi yake akaweza kulipuliwa, na sasa kijana wa pili ametekwa nyara. Watu ni kina nani? Sasa lazima tuweze kujua wao ni akina nani. Lazima tujue ukweli. 又拉啲狗仔去影，咪先去響朵嘛。綁匪要自己報警咧，咁梗係想響朵啦，就係國際頭條新聞。咁如果我哋香港嘅搞唔掂，我就會成為國際嘅大笑話。呢班事物者真係是父子。唉，點啊？ Kumbe bibi yake anampigia simu na akamwambia kuja hospitali. Jamaa kuja mbio hospitali. Na ukumbuke mtazamaji nikufahamisha kuwa ile umbu iliuma mtoto wake. Jamaa alifika hospitalini, baada afahamisha basi hapa na mke wake mbio. Waweza kupatana, naweza kujua basi hapa ni kitu gani ambao basi hapa kimekuja kujiri ya rais. Nini kili happen kwa mtoto wake? Yoyote mwenye ako hospitalini amejisuilia mapua yake namna hiyo kwa sababu kusuia ile virus. Chukua hiyo. Jaribu kusuia mdomo.
tafadhali, mtoto wetu amegonjeka. Tia amegonjeka. Oh. Akaulizwa amegonjeka nini? Akafahamishwa amegonjeka basi hapa, basi hapa ile VR 23. Daktari alichomoka ndani akasema, akaambiwa mtoto hakuna shida. Tumeshamtibu basi hapa na ile TM5. Na naweza muangalia daktari? Hakuna kumwangalia maana hizo virus. Wacha kwanza basi pigane na hiyo dawa. Sasa inabidi wanamwangalia kutoka mbali. Jamaa ikabidi basi hapo atulie kando. Mwanamke alianza kumwambia, unajua ni aje? Hata wakati tulikuwa nyumbani, alikuwa ananiambia mimi hataki kulala na mimi, anataka akae na wewe. Lakini sasa sikuwa napata nafasi ya kumleta ili ukae na yeye. Sasa ni yeye ako hospitalini. Haina shida, tutakaa mpaka tuweze kuhakikisha kuwa basi amepata nafuu. Na kenye kinafanya kazi ndio imefanya tufike mahali ambapo tunakosana. Lakini masa alimwambia hakuna haja basi ukaa hospitalini juu unajua kuna kazi ulikuwa unafanya. Wewe nenda ukaendelee na kazi kwanza na mimi niende kumchunga mtoto hospitali. Hatutakaa sisi wote hapa. Jamaa ilibidi basi hapa atachomoka aende kazi venye mke wake amemfahamisha. Haina haja wakae wote hospitalini, lazima yaendelee basi hapa na shughuli ya kikazi. Naye mama angalie binti yake atipala atakuja kupata nafuu. Asante sana. Na hakika waliesa basi kuchomoka. Turudi upana wa Malaysia bado. Malaysia jamaa kuja kuulizwa kama ukweli ameuzika na mambo ya kigaidi, lakini Ken Cheng alikataa katakata. Hajawahi usika na mambo ya ugaidi kwa vyovyote vile. Kumbe na ule ripoti alikuja kuulizwa basi hapa kuhusu ile MT5 ambao basi inasemekana ndio tu dawa inaweza katibu basi hapa ile VR 23 ile faida. Sasa sawa sawa, upande mwingine nako kumbe masa alipigiwa simu na akafahamishwa sisi ni wanarakazi, ninataka tupatane na wewe, kuna information nataka nikupe. Rakas ni kikosi ambayo inaaminika imemteka nyara kijana wake basi hapa Ken Cheng. Masa kavamisha basi hapa nataka uelekee mahali fulani, nataka tupatane na wewe. Mara alikuja wakakaa tena akapigiwa simu, wako na pension. Why? Nataka muelekee kwa theater na muhakikishe basi hapa umechukua ticket 2. Mumeingia kwa theater. Yes, nipe ticket 2 na nielekee basi hapa room 3. Asante sana. No, hakuna kuongea, enda na ticket yako huko. Hapa ni mahali unakuja kujionea kwa movie theater. Hii ni movie unakuja unajionea hapa. Unaona? Alright. Sawa sawa. Punde. Benson alianza kukaa chini. Master akapigiwa simu. Akavamisha elekea kwa Redis room. Redis room. Mali ya kujisaidia. Wakati alichomoka naye Benson aliyemfuata manake ni cameraman. Yeye ni mtu wa mkono. Kufika hapa alimkosa maskini manzi. Alimkosa manzi. Kari. Jina yake basi hapa ni Kari, lakini Kari hakuna basi hapa. Manzi hayuko. Kari yuko wapi? Punde simu yake Kai ilianza kulia hapa. Ilianza kuitana. Kumbe Mansa ameshachukuliwa kitambo. Simu ndio iliachwa hapa. Jamaa akapiga simu. Na akawamisha hii ni aje Benson. Usijali na mambo ya Kari, atarudi nyumbani na amani. Kwa hivyo chali naye kabisa. Mansa ameshabebwa na amechukuliwa. Kwenda kuchomoka.
Mansa alikuja kujipata mahali kama hapa sasa. Amefungwa macho, wakati aliletwa hapa alikuwa amefungwa macho, kwa hivyo hakuna mahali popote alikuwa na cheki. Kuangalia alimkuta Pang. Lakini sasa mtazamaji, ni kifuli yake Pang. Pang aliuawa. Hii ni kifuli. Alafu pale mwingine kulichomoka basi hapa kamzee. Kisha kafahamisha, unajua ni aje? Sisi ndio tumemteka nyara kijana yake basi hapa huyu Ken Cheng. Na tunataka tuweze kupewa $100 million ndio tuweze kumwachilia. Kwa hivyo ripoti ikatangazwa mara moja, ndio hiyo. Kampuni ya Amana, kijana yake basi hapa huyu mwana CEO wa Amana ndiye ametekwa nyara kidogo. Mansi kumbuka aliweza kurudi pesa na anapiga simu. 我哋同香港警方聯絡過，唔好意思，張生，到而家我哋仲未揾到進展。張生，董事會等緊你。 Yeah, mdozi anakuja kufahamisha, unajua ni aje? Board director wanataka kila mtu aweze kukaa chini. Board director wa kampani wanataka basi hapa aweze kukaa chini. Kumbe Ken Cheng alisimama na akasema namna gani? Formula of MD5. Aliweza kudai mimi nitatoa formula ya MD5 kwa kila kampuni ya kutengeneza dawa ndio iweze kutengenezwa basi hapa dawa kwa haraka. Sikiza. Okay. Lakini mchama alisema object, nimekataa. Sisi kama wana board director hatutakubali formula yetu tuweze kupea kampuni zingine. Sisi tunafaa kutengeneza tu hiyo dawa ya MP5. Let's go. Jamaa alisema ndio, mmekataa, lakini mimi naweza nikakubali ninunue madawa ya milioni 100 na nipea watu waweze kutibiwa nayo. Sikiza. Fine. We will not reveal the formula, but still donate $100 million worth of MD5, which will be paid by myself. No objection? Unasikia? Jumu mmekataa tusipeane formula ya MD5. Sasa nataka basi hapa niweza kununua madawa yenye inagharimu shilingi milioni 100. Tena dollars. Ili basi hapa ile MD5 iweze kupeana. Kwa hivyo Amana iliweza basi hapa kutoa basi hapa ile madawa ambao Ken Cheng anaweza kununua, na akanunua madawa ya milioni 100 na akasema ipeano katika mahospitali. Badala achukue zile pesa ape wale wajinga wenye wamemteka nyara kijana yake. Yeye alinunua madawa na akapea mahospitali. Hey, 點解男小姐你好？ Yes, mimi ni polisi. 咩事啊？ 想有幾個問題。 Yes, mimi ni mwanapolisi wa Hong Kong. Una ni mwanapolisi wa mko upande wa Malaysia. 我馬來西亞嚟。 Ni yule tulikuwa tunaongea na wewe. 警 Ndio mimi huyu sasa. Ndio nimefika tuweze kubonga. Yeye sio mtu wa kushika chochote. Mimi ni Hong Kong polisi. Yeye ni Malaysian police. Hapa mimi ndio nashika, lakini anaweza akaongea. Wewe nilikwambia nataka tuongee, lakini basi akamwambia sikiza, mimi nitaaminije kwa nyinyi ni wanapolisi? Na nikisema kuwa nyinyi mmekuja hapa kimakosa, wacha nichukue hii ripoti na niweza kupeana. Akamwambia mimi hata si huko, mimi ni polisi wa huku, lakini huyu ni Malaysian, anaweza fanya chochote yenye anataka na wewe saa hii, na nimeenda mimi kwa heli. Sasa wewe unaweza mfanyia kenye unataka. Manzi akafunga mlango. Haya. Babarai. Kwani akamanzi kanajifanya ati yako nikajuaje katapeana hiyo report kwenye news mbio mbio ati tumekuja kumuara Isa hapa. Hiyo ni upuzi. Haya.點啊？有冇追過嚟？未喎。啊？見中馬真係垃圾，好強啊！明顯係貴啲。 都係馬來西亞嘅啫，係嘛？馬來西亞嗰度好食啲咯。啱嘅。Hoja leta hii. Tami najua kukura. Jamaa akaamua kujieka sasa. Sile masupaketi anajieka kujieka. Kumbe wakati basi hapa wanabonga bonga kule ndani la gari. Jamaa aliamua basi hapa kuja kumuulizia. Akamuuliza jamaa. Unaona hizi mapicha? Nilikuwa nachagua basi hapa siku niende ni hapa siku ya wedding. Tuweke basi hapa siku ya wedding. Jamaa akamuuliza kwani umeoa? Jamaa akamwambia hapana sijaoa. Okay, uko na wakati ya kufikiria. Wanawake ni stress.
naye akaulizwa wewe umedivorce? Jamaa akamwambia hapana, naye akaambiwa hata wewe uko na wakati ya kufikiria. Kama ni divorce utivorce bio bio. Tupate pension. Pension naye ndiye huyu. Kumbe pension alipigiwa simu na akafahamishwa kuwa mwenye hilo gari ako na kesi, ako na crime ya kupiga polisi. Kwa hivyo mchunguze sana. Jamaa akajua juu tunajua watu ndio wanaenda wanapatana basi hapa na kikosi cha wanarakas. Wacha tujaribu kuweka basi hapa tracking, cheki. Aliweka tracker hapo. Unaona? Mahali wataenda hao wana journalist watafuatwa na polisi upande wa nyuma ili wakitaka kujua ukweli. Ni nini ambao basi hapa inaendelea? Manake wao wanaenda wanaongea basi hapa na wenye wameteka nyara basi hapa mtoto wake basi hapa Ken Chenga. Alright. Wakaamua kufuata upande wa nyuma tu mdogo mdogo. Pelson kumbuka na kwamba basi hapa ni man camera.喂，朱 Sir， 我跟緊報道張俊賢講緊外國寄咗架車，你叫佢手續 stand by 唔該 ，confirm 位置即刻通知你 ，OK？ Asante sana. Waliweza kufika mara moja. Huku basi hapa jamaa akiwa na bagi mkononi. Mansi naye wapatane basi hapa na kale kamsika amefalia kangu hapa basi nywele nyeupe. 出色，令佢嘅 MD5 救咗好多人。張俊賢喺邊？Asante sana. Leo wana polisi walidunda wakifuata wale majoralist upano wa nyuma. Chipate kule upano wa ndani. Asante sana. Naye kauzi ndio huyu. Ameita majoralist manaka anataka basi ripoti iweze kufika basi hapa kwa dunia mzima. Chukua kiti. Simamweze kukana mkiwa na uoga kiazi. Punde alama ndio hiyo. Ukiona hiyo mask ni ya kusema ukweli. Ndipo alikuja kufahamisha nyinyi mnajifanyaga mnajua lakini hakuna kitu mnajua. Akafahamisha unajua kijana yake basi hapa ujamaa kwa jina Ken Chen tumemteka nyara na mimi ndio nimemteka nyara. Tunataka aweze kulipwa, aweze kutupea $100 million. Na basi hapa jamaa anajifanyaga ni mtu mzuri na yeye mwenyewe ni mtu mnyama. Anatengeneza ugonjwa, alafu anatengeneza dawa kwa kuuzia watu. Anatengeneza faida kwa kuunda ugonjwa. Mimi ndio niliweza kwenda nikaiba ile hard disk. Na nikakuja nayo. Ukweli ni kuwa kampani yenyewe inatengeneza ugonjwa kwa kuwaweka basi hapa kwenye umbu na pia wadudu inasambasia basi hapa binadamu. Jamaa kaona ni kweli, kumbuka mtoto wake ako hospitalini na amesikia ripoti yote kuwa ili kampani ndio linaunda ugonjwa na ndio linasababisha basi hapa watu wanakufa, alafu wao wanatengeneza dawa baadaye. Jamaa kavamisha mimi niko na hard disk na ndio niko na ushahidi. Wakati kabla hajamaliza kuingia basi hapa kikosi na kikaanza kuwashambulia. Makosa. Na wanapolisi walikuwa ile zenye wezi. Sasa kikosi ambao kimekuja kushambulia hapa ni kenye kinafuata ile hard disk. Mwanzo unasikia basi hapa iko na ushahidi. Na wanapolisi wako wamepata kazi. Sasa wakabidiana na kikosi ambao kiko warasho wezi. Wanataka kujua ukweli. Ni kitu gani ambao kinaendelea? Wacha. Makosa. Penson alipatikana risasi maskini. Mansi na akatupwa. Sawa. Na Mr. Wong ndiye huyu. Kuja hapa. Kura risasi. Wewe teremka. Washalala.
bado. Yes. Wacha bunduki. Cha upuzi. Hivyo huko. Benson amepatikana moja vibaya zaidi, maskini ya mbavu. Benson. Mikono juu. Wapi mmemweka basi hapa kijana yake Ken Cheng? Jamaa alimwambia sio mwingine. Mimi ndio kijana yake Ken Cheng. Hii ni nywele pandia. Hata walistuka. Akavamishwa, mimi si kuteka nyara. Mimi si kutekwa nyara yani. Mimi mwenyewe ndio niliweza kujifanya nimeteka nyara kwa sababu babangu ile vitu anafanya sio vitu vizuri. Na mimi ndio ninajiita basi hapa. Mimi ndio basi hapa najiita basi hapa. Terikas. Mimi ndio Terikas. Babangu anafanya kitu mbaya sana. Jamaa akamwambia basi hapa twende na wewe Malaysia, uende ukue mshahidi. Akafahamishwa hakuna sirudi Malaysia. Wacha ujinga, mimi ndio nilikwambia wewe kazi yako ni kuangalia sio kufanya maneno. Wacha ujinga. Mimi ndio mwanapolisi wa Hong Kong. Hapa ni Hong Kong, mimi ndio niko na authority ya kufanya vile mimi nataka. Kaa kando. We. Ungekuwa umepotea. Enda. Enda. Polisi. Malaysia ni polisi. Huko ni Hong Kong. Lazima uweze kufuata sheria. Mimi nataka nijue ukweli, hii ugonjwa umekuja namna gani. Kama huyu ni jamani criminal, tungemshika tumweke ndani kwanza. Anasingizia babake kwa nini? Nimeachilia mtu. Hakuna mtu nimeachilia. Na nani ameona? Nani ameona eti nimeachilia mtu? Wewe, hakuna mtu alikuwa hapa? Hayae. Jamaa akamgeuka mwenzake namna hiyo. Nao na polisi kitambo afike. Kumbuka Benson alipigwa marisasi. Wako wapi tupie tuwe? Ni polisi. Na mkuje na ambulance haraka, kuna mgonjwa hapa. Jamaa anakufa akiwa na kamera. Anasema aje? Kwa nini sikupiga picha hata moja? Sijapiga picha manzi. Haya. Lakini ambulance iliitwa. Wane kama wanaweza kumsaidia Benson. Kumbe ule manzi ripota baada ya kuamka alikuta basi polisi ndiye ako hapa. Swali ya kwanza, Benson ako wapi? Okay. I'm okay. Are you okay? Benson dima. Benson ako wapi? Kumeket. Alidedi. Mansa alisikia uchungu manaka ameishi kuwa man kamera wake. Kwa ile mtu amefanya kazi, jamaa ameishi kuwa basi hapa man kamera wake. Unalia nini? Unalia nini mrembo? Chukua hii mask. Niliipata kwa bagi yako na nikaamua kukuletea. Kumbe ile mask mtazamaji alikuwa amepewa na Dani kutoka upande wa Malaysia. Yes, na Mansa alimwambia vizuri zaidi kwa Dani ndiye alinipea nikiwa Malaysia. Anakumbuka venye alipewa. Venye alijamani mfahamisha basi hapa ungana mimi. Kumbe Dani alikuwa kwa hiki kikosi cha wanarakas. Watu wa kuongea ukweli. Na ile mask alikuwa amemwandikia Mansa pale ndani, sisi ni rakas ya kuongea ukweli. Na tunataka tuungane pamoja. Tuweze basi hapa kuelezea dunia kuwa Ken Cheng sio mtu mzuri. Anaunda dawa kwanza, anauza pamoja basi hapa na anatupa virus, anauza dawa. Jamaa sio mtu mzuri hata kidogo. Benson. Jamaa akamwambia Benson alikuwa ameniambia kitu moja hivi. Sasa vile anamuelezea. Benson alikuwa ameniambia kabla hajakufa. Kumbe Benson alimwambia hivi. Manzi ndiye amefanya mimi naendelea kufanya hii kazi ya journalist. Kama sio yeye, mimi singekuwa kwa hii kazi. Benson akaiaga dunia. Simuleta ambulance. Benson alikufa hivyo. Lakini unasikia alikufa eti kwa sababu yeye alikuwa anafanya hii kazi kwa sababu tu ya Manzi. Kwa hivyo akamwambia alikufa juu yako tu. Kama sio wewe, hangekuwa ameendelea, hangekuwa anafanya hiyo kazi. Hata Manzi alisikulia. Benson wamekaa naye basi hapa kwa muda.
wameishi kufanya na yeye kazi. Sasa ndio eti ameiaga dunia. Ni uchungu, lakini inabidi. Alright. Kumbe nako yule jamaa basi hapo ukipenda basi hapa mwana Malaysian police aliamua kurudi upande wa Malaysia. Jamaa akamwambia nataka uende juu kwenyu kunakuwa na magonjwa sana, nataka uende na hii bidhaa usuie magonjwa nayo. Siwezi nikafaria mnugui. Lakini akamwambia sikiza Vavarai. Sheria ya Hong Kong na Malaysia, sheria ni sheria. Sisi wote ni wana polisi. Wewe ngoja wacha nikuage, sio nikuniaga. Ujinga we uachane. Na hata ukikuja upande wa Malaysia nani, eti umekuja kufanya kazi kwetu Malaysia, venye mimi nitakufanya ni venye umenifanya hapa. Chukua hiyo usiue madawa. Kwenye ni magonjwa tu. Chukua hiyo. Nikusaidie ndio usigonjeke. Chukua hiyo. Wenda usigonjekage. Haya, akamwambia ile bidhaa kusuia. Akichomoka basi upande wa Hong Kong hadi afika upande wa Malaysia. Nako Malaysia, songo juu ya masonko ndiye huyu Ken Cheng. Alimwambia jamaa namna gani? Evidence zote yenye tuko nazo nataka uharibu. Kwa hivyo lipo ile laboratory yetu yote. Evidence zote ziishe. Akapua style kama hiyo. Hii sasa ni kuficha evidence. Hata kama watakamatwa, hakuna evidence ya kuelezea kwamba walikuwa wanatengeneza ile virus. Wakaribu evidence zote. Haya, naye katoto niko haka. Katoto kake Wong. Kumbuka katika aliamuka kaliambia babake namna gani? Daddy, niliota ndoto mbaya usiku. Ndoto ni ndoto. Ni venye ulikuwa umelala. Lakini saa hizi umeamuka. Uko sawa. Uko sawa. Uko sawa. Ani. Aya. Ai, ndoto umejisikia? Nadhani uko sawa, si ndio? Ile dawa inafanya kazi manake walitengeneza ugonjwa na wakatengeneza dawa, kwa hivyo ugonjwa inatibiwa. Sawa sawa. Kwa hivyo akaambia mtoto usijari. Kuna kasafari niko nayo, lakini nitakaporudi mambo itakuwa ni sawa. Tunaelewana? Mambo itakuja kuwa chonjo. Kwa hivyo mimi nachomoka nikiendaga. Lakini nitarudi. Na hiyo ni ahadi. Promise. Kwa hivyo kumbe jamaa yetu basi hapa anataka kuelekea upande wa Malaysia. Ndio wakiwa kwa airport. Manzi naye akapiga simu na akaanza kusema namna gani? Raka ameiaga dunia. Ama kijana yake Riksa amba basi yule jamaa Ken Cheng mwenye kwenda Amerika ya kwa na Quest alikuwa ametekwa nyara na kikosi cha Rakas. Eti ameiaga dunia. Na polisi ya Hong Kong na watatoa hiyo taarifa. Wakaingia kwa ndege hadi upande wa Malaysia. Asante sana. Walijipata kwenye dinga sasa. Wakaamua kuchomoka nalo. Ripoti nao ndio hiyo. Kijana yake Ken Cheng ambao ni wa kwanza leo ndio siku wanafanya mashishi hapo upande wa Malaysia. Na pia mwenye alikuwa amekipinapiwa ama alikuwa ametekwa nyara yaaminika kuwa naye ni kama ameuawa. Hiyo ndio ripoti ambayo iko kwenye magazeti. Asante sana. Vavarai maiti. Hawa kauawa wenye wanajua ukweli. Kumalizwa. Evidence yote ambayo ilikuwa kwake hapa basi hapa Ken Cheng imelipuliwa. Yang dipukul kepada orang ramai. Sasa leo ni mashishi ambao wanajaribu basi hapa kuja kumuaga kijana yake mkubwa wake Ken Cheng. Bahawa ini adalah disebabkan oleh kerisauan tentang operasi yang akan datang dari The Lakers. Kumbe ripoti nayo ya Malaysia inasema namna gani? Yatai kwamba na kwa eti kijana yake huyu basi hapa Ken Cheng ambaye alikuwa ametekwa nyara na kikosi cha Rakas inaonekana yaaminika kuwa jadeli. Na kumbe bibi ametengeneza harusi. Ndio huyu. Wewe uko wapi na leo ndio ilikuwa harusi? Lakini jamaa akamwambia wacha. Ambia watu wangoje hii harusi kwanza. Kwa sasa mimi niko kazi. Sitakuja atufunge harusi na ile harakati mimi niko kwa kazi. Kwa hivyo hii harusi jaribu basi hapa kuahirishwa kwanza. Haya, sawa sawa. Kidogo hivi Ken Cheng naye ndio huyu. Kuna wamabesto wamekuja basi hapa kama kawaida, marafiki wamekuja basi kumpa pole siku ya mashishi ya mtoto wake.
Nako basi hapa wana polisi ni kuweka ulinzi. Watu wasijaribu kumfikia basi hapa Ukencheng. Yes. Kumbe ule ripota alikuwa amefika. Kijana yeye alikuwa anaaminika ametekwa nyara, alikuingilia sasa. Hata Kenchen alishtuka. Naye mwana polisi yako hapa, kumbuka Malaysian police alikuwa anatamani sana kumkamata ukijana. Juu naaminika tie basi hapa ni moja kati ya ile mikora ambayo inasingizia babake. Aha. Papa. Wanaripoti wamekuja hapa wanataka kusikia story kutoka kwa kijana penye alikuwa ametekwa nyara na kikosi cha Rakas. Na wana habari kwa ndiye anajitaka Terakas. Yaani kuongea ukweli. Yes. Nataka tuongee kwa dakika 5 lakini akaambiwa sheria ni sheria. Kijana alifunja sheria na tunafaa kumkamata aweze kuwekwa ndani. Akaambiwa hapana, hata kama mtamkamata haina shida, lakini mtupe 5 minutes only tuweze kuongea na yeye. Dakika 5 peke yake. Kama mnamkamata mkamate, lakini kwa dakika 5 tuweze kuongea mambo ya kifamilia. Thank you. Show office. Yes. Asante sana. 我哋有幾耐冇見啦？2年4個月零3日，對上一次見你係媽媽生期，有咁耐㗎啦咩？ Kumbe wakati alianza kuingia ndani, jamaa yetu alikuja kumuuliza basi babake, unajua mambo yenye unafanya. Lakini akamwambia sikiza kijanangu, miaka 2 imepita hatujaipatana na wewe na miezi 4 na siku 2 juu yake. Hatujaipatana na wewe. Saa hii tumepatana wewe dakika 5 hata tayari zinaelekea kuisha na vaa kufika kwa wanapolisi. Ndipo alimuuliza basi kijana afanya hivi. Kwa nini tukae tukikosana? Na hii mambo ya kibiashara ilikuwa ni mambo ya familia. Fanya hivi. Najua kuna hadi Kenya ulianza kuiba wewe na ukaenda nayo. Tafadhali. Nataka ulete hii hard disk ulete. Lakini kijana alimuuliza baba, si unajua Kenya unafanya? Uko na hii hard disk? Uko na hard disk? Nipe. Pea mimi hard disk. Mwanzo ndiko na ripoti yote. Baba, nipe hard disk. Waja story mingi. Kumbe alimpigia dawa mzee akarara. Kurara kwake wakamteka nyara. Kijana akateka nyara mzee. Na wameshirikiana nani? Na ule polisi wa Hong Kong. Cheki. Hawa kingoja kioo ilikatwa kule nyuma kwa ofisi. Wao wana polisi wanangojea jamaa wamalize baba na kijana waweze kuongea kwa dakika 5 alafu watakuja wamkamata wamweke ndani. Hawana habari huku wakapigia secretary simu polisi. Kuambia polisi wakafahamisha ba secretary enda uangalie kama mdozi bado wanaongea kwenye ofisi. Mdozi ameshashukishwa ndio huyu. Amebebwa. Hawa nao kaelekea basi hapa kwenye ofisi. Kupiga basi hapa kupisha mdozi kama ako ndani. Hakuna mtu basi hapa anajibu kama ako ndani. Kumbe na ule manzi reporter ni kikosi kimoja na nani? Na yule Mr. Wong. Aya, mdozi hayuko. Alafu nakataka uone plani yenye walichora hapa. Kuna dili zile dinga mbili ambao ni sawa na reporter. Sa journalist ilikuwa 2 hapa. Ya kwanza imempepa huyu basi hapa kipena Kencheng na reporter na wale polisi wawili. Cheki. Sasa hapa kulichomoka gari moja ikatoka nduki na kwa hivyo wakajua hii gari ndio imemteka nyara basi hapa nani? Yule basi hapa Kencheng. Wakaamua kufuata shasha. Kidogo kuna ule polisi wa Malaysia aligundua hapa na kuna kitu tunachezwa. Kuna gari 2 zimetoka. Sasa moja ikasubaishwa na ikasubaisha polisi. Nataka uone hapa. Wacha wafuate hili dinga sasa. Kidogo hivi jamaa yetu akaangalia hapana kuna yenye imetoka nyuma. Ndio hiyo. Tumeenjoyiwa. Yeye akafuata yenye ilitoka hapo nyuma. Polisi wakabaki wakifuata yenye iko hapa upande wa mbele shisha. Jamaa wakaona hapana polisi ameshatugundua. Hii sasa ni noma.
chunga sana magari kurambana. La cheki maneno. We cheki venye asara sinaletwa hapa juu ya venye magari sinapelekana basi hapa speed shasha. Washalala dinga pingirika wewe chunga kupitiwa. Haya wewe ni kubaya dinga rambana shasha. Huyu akatoka kashuka katoka mbio, polisi nao wakakuja mbio kama wameingia kwa gari wakiamini eti watu wako ndani ya gari. Hawa walitupishwa mbao vibaya zaidi. Abande sioni chochote. Fungua mlango wa nyuma. Hapa sasa ndio hii mti kabisa. Tunavuata mask. Sema ukweli. Alright. Lakini jamaa ndio hao wakiwa na mzee. Wakiwa na Ken Cheng. Jamaa kuangalia kwa side mirror. Naona basi hapa wajinga venye wanakaa mu speedi. Tuende shasha. Wow. La. Cheki maneno. Piga makona. Shit. Chukua maposhona. Ra. Na bado. Chunga wewe. La. Na bado. We. Ati nini? Toka. Kufagia shasha. Yes. Kuna nini? Pika jaribu kuhurumisha wapi? Yule polisi amewakaribia hapa vibaya zaidi. Sawa. Jamaa bado ni afuate. Kamenuka. Kumbe gari yenye alikuwa anaendesha basi ilichemuka kwa sababu ya mbio. Kumbe hapa kuna gari ya watu na makosa alikuwa ameacha kifungu ndani. We, naipa gari, we ingia ndani uendeshage. Bas, sasa hiki venye wanaendesha hizi gari sikiwa sote mbili, walipa gari ya watu, wakadai watasugumia yao. Unaona? Wanaisukuma namna. Wewe mnaiba mchana tukiona. Gari kaenda. Gari imeenda bana. Na. Wanasukuma na yule polisi pale anafuata upande wa nyuma. Na sasa lile gari ya journalist aliendi judidi chemuka likazimika. Watu moja maskini. Yule polisi sha. Eti ni kuwasubaisha. Si uende kando. Jamaa anamwambia bado hata yeye nakugonga, uende kando au utatusumbua wakati nataka ukweli. Wacha nisukume gari yetu. Jamaa anasukuma nyuma. Pandisha mlima. Kuna mwenye ana direct gari. Breki hakuna, haitasimama. Tangulia mbele utuwekee breki. Jamaa kuja mbele mbio aweke gari hapo ndio washikie breki juu ile gari halina breki. Inda. Hapa ni kwa mteremko. Wakifika mahali ambao kuna mlima jamaa anabaki nyuma anasukuma hili gari kutoka nyuma. Jeki kibarua. Bora gari ivike. La. Cheki maneno. Yes. Tuende shisha. Wow. Ati nini? Yes. Pato moja. Jamaa kaona hapana wewe polisi umetusumbua sana wacha nikutupishe mbao uelekee vichakani utuachane kumbe yake ilibaki polisi akawa ametangulia mbele anataka hili gari shisha na gari yenyewe halina breki simamisha gari nyanyaka watasimamisha gari na unasikia gari imekataa mabreki tena jamaa kuja kumsukuma akaweka handbrake weka handbrake shisha lakini ili gari kwa kusukuma lingine sio mchezo le tupishwa mbao msituni barakasha bas jamaa naye akazingia akasukuma gari waendelee hawa watu wanaweza niua
Polisi baada ya dedi akaamuka, lazima ningangane kazi yangu mimi. Kazi yangu ni kusaidia mwenye ametekwa nyara. Alright. Sawa sawa. Kumbe lile gari kulingana vile linaenda linamwaga oil. Jamaa akajua nitafuata kwa miguu sasa. Mahali ambapo alikuja kumleta basi hapa Kencheng ni kwenye kampani mahali lilianziaga mara ya kwanza kabisa kabla alijengea taoni. Pewa dawa, mzee akaamuka. Waja ajikute amefika mahali na ambapo basi hapa kampuni lilikuwa limeanzia mbeleni kabisa. Ai. Kwani huko ni wapi? Alafu amefungwa nyororo. Ai. Kwa hivyo hapa ndio mmendeta. Munaniteka nyara. Kumbe mtazamaji ndiko manza alikumbuka kuwa alikuwa amefahamishwa basi hapa na kijana yake Kencheng ya kwamba na kwa eti keje mimi nahitaji ni ukweli. Babangu ni mnyama. Anatengeneza madawa. Alafu anatengeneza virus, anarushia anapea watu ugonjwa, ndiye alafu aba basi akiwa na dawa aweze kuuza. Babangu ni mnyama. Haya, matafahamisha tunakujua na tuko hapo weze kuongea ukweli. We mwenyewe ni waliweza kuuzika kwa kuunda dawa ama ugonjwa. Ugonjwa ambao imesababisha basi hapa vifo ya watu wengi. Jamani ameamka na akawaambia kuna evidence na hakuna kitu kama hiyo mimi nimeitekeleza. Mimi sijaifanya kitu kama hicho. Akaambiwa acha kusema chukua hiyo macho. Nataka uangalia kwa video. Kumbe hapa mtazamaji, wakati jamaa yetu Kencheng alikuwa ameanza mara ya kwanza, bibi yake walikuwa wanaletana juu kila wakati. Akimwambia hizi dawa yenye unatengeneza sisi katibu watu. Unatengeneza ugonjwa alafu unatengeneza dawa. Hiyo ni haramu. Wacha kufanya mambo kama haya. Na hakika kama utaacha mambo kama haya nitakustaki. Jamaa akamwambia hii ni biashara. Tengeneza ugonjwa, uza dawa. Biashara ni biashara. Kumbe wakati huo ulirekodi lini? Mlirekodi wapi hii picha? Na ni ya miaka 20 iliyopita. Akamwambia tulikuwa mimi na brother yangu tumejificha pale. Unaona hapa? Ndio tulikuwa tumejificha na brother yangu tukiwa wadogo. Na hapo ndo tuliweza kurekodi venye mlikuwa mnapigiana na kelele na mamangu. Hatimaye baada ya siku 2 mama yangu alitekwa nyara. Na wenye walimteka nyara waliitisha pesa. Na hizo pesa au kulipa mama. Alright. Asante sana maridadi. Na basi ndugu brother wapenzi watazamaji, na ikiwa ni star moja tena maridadi zaidi, tunakuja kulianza picha letu star kama hii, na nikiwa sipotezi wakati wowote ule beshi na kuchomoa pahali ambapo umekaa, ninakuchukua kwa heshima zaidi na ninakupeleka moja kwa moja hadi upande wa Tokyo, Japan. Shasha hapa ni upande wa Tokyo, Japan ndugu brother mpenzi mtazamaji, kisha na kuingiza kwenye basement moja ambazo ni hapa basi bila shaka pale. Hapa ni Tokyo, Japan. Hizi basement ni za mayakuza. Alright. Wakati hoho